yanayonena juu yake, na anatoka Nazareti. Ndio huyu Yesu anakuja, ndio hako hapa jana alikuwa na sisi, na mimi nataka leo tuende pamoja na wewe uende ukaona yule nabii ambaye alikuja. Na Danieli alisema nini? Na Danieli alisema, kwani kuna kitu unatoka Nazareti? Kuna kitu kizuri kinaweza kutoka Nazareti? Nazareti ilikuwa ni mji wa chini, ambao mji huu ulikuwa ni mji wa nyumba ndogo. Zamani zile watu wetu, wazee wetu walikuwa wanatamani sana nyumba ama kijana wa kwanza. Kama kijana wa kwanza hayuko, kijana wa pili, ama wa pili hayuko, ni watatu. Hawa ndio walikuwa nasema, hawa ndio watakuja kurithi papara. Kijana yule wa 5, 6, 8 huko, wanaona hiyo ni mtoto mdogo. Kwa hivyo Nazareti ambaye ilikuwa mji wa Yuda, Yuda alikuwa mtoto wa Yakobo, mtoto wa 4. Na hiyo mtoto wa 4 walikuwa mtoto wa kwanza ambaye ni Simeon, mtoto wa pili ambaye anaitwa, mtoto wa 3 ambaye anaitwa Lawi. Hawa ndio walikuwa wanajua wakuu. Watu walikuwa wanasema hawa ni wakuu. Kwa hivyo huyu mdogo hakuna kitu kinaweza kutoka pale, lakini Bwana akachagua nyumba ndogo. Hiyo ndio Yesu aliyotoka, akatoka nyumba ya Daudi ambaye alikuwa mjukuu wa Yuda. Basi hapa Nathanieli alipo chukuliwa kwa Yesu, Yesu pia anajua Yesu anajua huyu mtu ni mtu ambaye ni Mwisraeli kweli kweli. Yaani wale Waisraeli walikuwa wanajisifu sana, walikuwa wanajipenda sana, walikuwa wanajiita ya kwamba hakuna mtu mwingine ambaye atatoka mahali popote ambaye akuje awe kitu, bali wao peke yao. Waisraeli walikuwa wanajiamini sana, wanaona ya kwamba wao ndio wanatosha, wao ndio wanapendwa sana na Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote ataweza kupendwa. Ndiposa Bwana alipomwona Daniel akamwambia, wewe ni mtu Mwisraeli kweli kweli. Kuambia mtu wewe ni Mwisraeli kweli kweli, kama mtu anapopata Mkisii anasema wewe ni Mkisii kweli kweli. Kwa maana wale makabila wengine wanajua Wakisii wanafanya bidii, kama ni kazi yake anajitolea sana kufanya bidii. Kama ni kazi yake, unajua, kama ni biashara hii ya matatu, Wakisii wamepana sana pale. Kwa hiyo Wakisii wako kila mahali popote ukienda, njia zozote unapata Mkisii huko. Kwa hiyo mtu sasa, hii kabila nyingine itakupata kuambia wewe ni Mkisii kabila kabisa, kwa maana anajua Mkisii ni mtu wa bidii. Mkisii anafanya kazi yake ya kujitafutia, yeye mwenyewe anafanya kazi yake kwa bidii. Kwa hivyo Waisraeli pia, Yesu anapomwambia wewe ni Mwisraeli kabisa, ni kwamba wao walikuwa wanajisifu, wanajua wao ndio peke yao Mungu anajua wao, wanajua peke yao ndio Musa aliletea ile amri 10, ndio Musa aliletea ile mambo yote peke yake, na alikuwa Musa anawaambia ya kwamba mtakuja kuokolewa. Kwa hiyo walikuwa wanajua peke yao ndio wako. Ndio Bwana akamwambia wewe ni Mwisraeli kweli kweli. Basi alipomwambia hivyo, Nathanieli akaambia na Danieli pia ya kwamba mimi kabla Philip akuje kukutafuta, mimi nilikuona ukikaa chini ya mti. Sasa mtu anaweza kukuambia ulikuwa kwako ujui mtu. Sasa ukienda kwake ambao ulikuwa unasema hakuna kitu kizuri kitatoka katika Israeli, Nazareti. Sasa unapata yule mtu anakuambia nilikuona ukitoka huko. Kabla unadhani ya kuwa wewe ulikuwa pale. Sasa unashangaa aliniona namna gani nikitoka kwa nyumba, nilikuoga, nifanya nini? Basi na Danieli akamwambia, sasa ndio nimekuchua wewe ndio yule Bwana
ambaye atakuja, ambaye manabii na watu wale wa kale walitabiri. Basi Yesu akamwambia, wewe unasema hivyo kwa maana nilikujua, nimekuambia kwa maana nilikuona ndio mnajua. Lakini akamwambia, utaona mengi makuu kuliko haya. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekuja katika neno la Bwana, kuna mtu alikuambia ukaweza ukajua Mungu, lakini sasa Bwana anakuambia utaona makuu utakapokuja hapa. Utaona makuu kuliko yale ambayo umeyaona. Bwana Yesu asifiwe. Kama uliona mzungu, utaona makuu kuliko mzungu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utaona makubwa kuliko yale ulifanya nini? Uliona. Kwa hivyo ukija katika ukiokolewa, utaweza kuona makuu ambaye yale ambao ukuwa naamini, yale ambao ukuwa unatarajia, yale ambao ukuwa unajua, yale ambao ukuamini yatakuwa. Ndiyo Bwana anakuambia siku ya leo, kama unaingia katika nyumba yake, utaona makuu kuliko haya umeyaona Bwana sahi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba katika kazi hii yetu ambayo tumeitiwa kuweza kuenenda, tutaona makubwa, miujiza mingi, mambo mingi, mambo ambayo Mungu atatutendea. Tutaona makuu kuliko haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu, tukue tayari, tujue ya kwamba Bwana anatuchukua.